Huyu jamaa hapa anaitwa Hansi. Anaamka asubuhi, anakutana na simu yake inaita. Ile kuita anachukua na kuokota, lakini kuangalia kwenye simu ni namba ngeni kabisa. Hajulikani ni nani, lakini anajua huenda atakuwa ni mshikaji au mtu mwingine yoyote huyo. Akaamua kuchukua simu na kupokea. Ile kupokea, naisikia sauti yake mwenyewe. Anastuka kwa mshangao. Kisha ile sauti yake mwenyewe anamwambia, leo usitoke kwenda kazini, wala ukitoka utapata ajali ya baskeli, utagongwa na baskeli. Mshikaji alishangaa sana, ila akapuuzia, maana aliona kama ni michezo hivi ya marafiki zake au ni mtu yoyote ambaye anatanana naye. Akapuuzia lile jambo na akaamua kwenda kazini. Jamaa kweli alitoka, akapuuzia yale maneno ya ile simu. Ile kutoka kweli kikahappen, akapata ajali kweli. Siku yake ikaisha. Baada ya siku kuisha, akarudi nyumbani. Akaamka tena asubuhi vile vile, akapokea simu inamwambia, bwana, leo usitoke, ukitoka utaenda kupigwa sehemu ambayo unaenda kila siku. Mshikaji akaona mbona kama hii michezo kweli bwana. Akaenda ile sehemu, akatokea mshikaji mgomvi na akampiga kweli. Akawa anajiuliza maswali mengi, hii imekuwaje? Mshikaji akazidi kupagawa. Alichokifanya, akaamua kuchukua simu yake aangalie ile namba na kisha apige, na kweli amepiga. Lakini cha ajabu zaidi, ile namba haipo kabisa, yaani namba haijasajiliwa. Ndipo hapo anapozidi kupagawa. Siku ikaisha bwana, akarudi nyumbani. Ile kurudi nyumbani kwake, asubuhi kama kawaida katimu, mida ile ile simu inapiga ndani ya saa 2:30. Kweli mshikaji baada ya kuchukua akapokea ile simu, na kisha mshikaji akaanza kufoka, we nani? Unajua kuna mambo mengine unayafanya ni ya kipuuzi, haya mambo ni ya kipumbavu, kwa nini unanifanyia hivi? Kisha ile namba akamwambia, embu angalia nje ya dirisha lako. Jamaa kweli akaamua kuangalia nje ya dirisha yake, ila cha ajabu sasa akaiona taswira yake mwenyewe ikiwa na mtazamo. Akaingiwa na mshangao na uoga juu. Je, ndo wewe sasa? Simu imekupigia, unatazama nje, unaikuta taswira yako, yaani unajikuta wewe mwenyewe unajiangalia, alafu kisha natabasamu. Usisahau kunifollow Hansi Recap. Nilikuwa naomba usisahau kusubscribe kwenye channel yangu ya Hansi Recap vile vile. Kipindi anashangaa taswira yake mwenyewe, mara mlango ukagongwa. Akashtuka na akaogopa, akageuka nyuma kuangalia ule mlango. Kisha akarudi dirishani alipokuwa anaangalia. Hakuikuta tena ile taswira aliyokuwa anamtazama. Akaamua kwenda kufungua mlango. Alikuwa rafiki yake wa karibu sana. Na kisha Hansi akamwambia, umeniogopesha sana rafiki yangu. Rafiki yake akamuuliza, kwa nini umeogopa? Kwa sababu kuna vitu vya ajabu vimenitokea hivi siku 2-3 na sielewi kabisa. Rafiki yake akamwambia, ni kitu gani ambacho kimekutokea na ukielewi? Mshikaji wake Hansi akamwambia, kiukweli kuna simu ambayo unapigiwa na naongea na sauti yangu mwenyewe mpaka nashindwa kuelewa huyu ni nani. Isitoshe muda si mrefu nimekuta kuiona taswira yangu mwenyewe. Yule rafiki yake akamwambia, hilo itakuwa wengi ndugu yangu, kama ujala basi kale. Alafu ni umekuwa mtu unaikaa peke yako sana siku hizi, inabidi uwe na refresh mind, ndio maana unajikuta unapata mauzauza kama hayo. Kwa hiyo rafiki yake hukumwamini wala nini. Kisha rafiki yake akaondoka. Kitendo cha rafiki yake kuondoka, simu ikaita tena, namba ile ile. Mshikaji akapokea na akaanza kuongea kwa sauti ya upole, bwana Hansi, unahitaji nini? Niambie kitu ambacho unakihitaji. Wewe ni nani? Yule mshikaji akajitambulisha, akasema kwamba mimi ni mtu kutoka kuzimu na ni mtu wa kifo, kwa hiyo nimekuja kukuchukua na tuondoke tukaishi kuzimu. Mshikaji akashtuka, akaikata simu kwa uoga na hofu. Hivi ndo wewe unapigiwa simu ya namna hiyo, utafanyaje? Jamaa baada ya kukata ile simu akaamua kutoka ndani kwake kwa hofu na uoga. Akaamua kutoka nje na kurefresh mind kidogo. Wenda alijihisi hayuko sawa au ni mawenge pia, na akampigia rafiki yake ili aende kukutana naye. Akamweleza tena, ndugu yangu bwana, kitendo cha kutoka ile simu ikanipigia na kunieleza ya kwamba yeye ni mtu kutoka kuzimu na anahitaji kunichukua mimi.
Mshikaji wake akacheka, akamwambia nilishakwambia hilo wenge, inabidi urefresh mind, nikutoa uende sehemu. Kwani ule mshikaji wake akamchukua jamaa na wakaenda kutuzuula sehemu ufukweni, sehemu baridi kabisa, wakaenjoy mpaka ilipotimia usiku. Mshikaji akaamua kurudi nyumbani kwake. Inamaanisha hiyo siku aliua, hakwenda kazini. Baada ya kurudi nyumbani kwake, kipindi anafunika shuka lake na kujiandaa kulala, mara akahisi mlango wake unagongwa tena. Akashtuka na kujiuliza, mida hii ni nani anayegonga? Akatoka nje kweli kwenda kufungua, hakukuta mtu, ila kitendo anaingia ndani akaikuta taswira yake imekaa, na akawa anamwambia, nilikuwa nakusubiri na leo ndo usiku wako wa mwisho, ukilala tu basi utaamkia kuzimu. Mshikaji akaona kama michezo, akafikicha macho ili kama kutoa wenge, ila kufumbua kweli ile taswira yake haipo. Akaona kweli wenda maneno alifiki yake alikuwa ya kweli, ni wenge tu kweli. Akalala tena cha kufumba macho tu, kufumbua anajikuta upo makaburini. Akashtuka, jasho likiwa linamtiririka. Hivi ndo wewe, kitendo cha kulala na kuamka tu unajikuta upo makaburini, utafanyaje? Basi jamaa kuona yupo makaburini anajipiga makofi, wanda ni wenge au ndoto tu. Hii itakuwa ndoto, lakini kila akijipiga makofi wapi, ngoma ni uasilia kabisa. Kisha taswira yake ikajitokeza mbele, akamwambia, nimekuja kukuonyesha kaburi yako na sehemu ambayo utazikwa. Sio kama nakutisha, lakini ni ukweli. Kwa nini yote inamtokea huyu jamaa? Kwa nini yote inakuwa hivi? Tuna maswali kidogo ya kujiuliza hapa. Mshikaji baada ya kuona vile anaona sio kweli, akafumba tena macho, kufumbua akajikuta tena upo ndani kwake. Akaona ili itakuwa wenge hili. Mshikaji kweli bwana, unajua kwenye matatizo watu ndio wanamdiaga Mungu. Mwamba akachukua masafu, akaanza kusoma Qur'ani kwa kumlaani shetani. Kweli bwana. Siku ikapita, asubuhi kumekucha, mida ile ya 2:30 simu inaita tena. Na ni namba ile ile. Mshikaji kweli anapokea. Safari akawa anamwambia, mimi sikuogopi, kama hiyo michezo unaoletea mimi siipendi kabisa. Kama ni kweli unataka kuniua, basi nichukue naondoka na mimi. Ile simu kamwambia, relax, safari hii ukitoka nje utakutana na rafiki yako. Kisha baada ya kukutana na rafiki yako utamwona na mjomba wako wa muda mrefu sana, lakini atakukataa, atakuwa amekusahau kabisa. Mshikaji akaona kama ni wenge sasa, huyu anampanda kichwani, akapuuza tena maneno yake. Na kweli akatoka na akakutana na rafiki yake vile vile, na kweli akakutana na mjomba wake, kisha akamkataa kama alivyoambiwa. Mshikaji akabaki kuwa na duaa tu. Hivi ndo wewe, bado simu inaendelea kukusumbua namna hiyo, utachukua hatua gani? Jamaa akaona isiwe kesi, subiri nirudi nyumbani ili nikatulize akili. Safari hii amerudi nyumbani akiwa na hasira sana, kwa sababu kila alichokuwa anaambiwa ni kweli. Akachukua ile simu na kupiga ile namba, haikupatikana kama kawaida yake, lakini taswira yake ikajitokeza nyuma na ikamwambia, safari hii kwa sababu unakaribia kufa, haina haja ya kunipigia simu, nitakuwa nakuja mimi mwenyewe kama hivi ili tuongee. Kisha Hansi akaanza kuongea kwa wasiwasi, lakini akiwa na hasira. Wewe nani? Kwa nini unaniandama maisha yangu? Nimekufanya nini? Ile taswira inamwambia relax, yamebaki masaa 3 tu ili uamke ukiwa katika upo kaburi. Mshikaji akaona sio kweli, akatoka nje. Aliingia ndani ikiwa mchana, anajikuta akitoka nje ukiwa usiku. Kisha yule jamaa akamwambia ile taswira yake, yani kamwambia,
unajisumbua. Usihangaike namna hiyo. Rudi ndani na upumzike. Na safari hii ukipumzika, unapumzika mazima. Jamaa akaingia ndani kwa hasira, akatafuta silaha, akachukua kisu. Ili kuchukua kisu kama anaenda kumchoma ile taswira. Kitendo kama anaenda kuchoma taswira, anajua kama anajichoma mwenyewe. Mara anashtuka kwenye ndoto. Kumbe yote ilikuwa ni ndoto. Lakini alivyoamka katika ndoto, simu yake ikawa inaita sasa. Tumetoka katika uasilia wa ndoto. Sasa tunakuja uasilia wa kweli. Simu yake ikawa inaita. Ni muda ule ule 2:30. Jamaa akapokea na akawa anaisikilizia sauti. Haikuonyesha nini kilichoendelea. Stori yetu iliishia hapa. Lakini kama utahitaji muendelezo, nilikuwa naomba usisahau kucomment, kushare, kulike. Kingine ni follow kwenye akaunti yangu hii ya Ansi Recap na akaunti pia ya Ansi Film. Nina akaunti pia ya Ansi Recap YouTube. Nilikuwa naomba support. Kama utahitaji muendelezo niambie hapo kwenye comment. Nipo kwa ajili yako.